Bwana Yesu Kristo asifiwe. Kitabu cha Wagalatia 3 kuanzia mstari wa 10 na kuendelea inaongea mambo mengi kuhusu sheria na laana. Biblia inasema kwamba yeyote yule ambaye anataka kuwa chini ya sheria ako chini ya laana, yaani amelaaniwa. Kwa nini? Ni kwa sababu imeandikwa kwamba amelaaniwa yule ambaye hawezi kutenda matendo yote ambayo ameandikwa katika kitabu cha sheria akaweza kuyatekeleza. Yaani yeyote yule ambaye ile ameandikwa katika kitabu cha sheria na ameshindwa na kutekeleza yote ako chini ya laana. Bwana Yesu Kristo asifiwe sana. Mungu alikuwa anajua ya kwamba wana wa Israeli hawezi kutimiza sheria zake. Ni kwa sababu wanadamu walikuwa wamekufa kiroho wakati Adam na Eve walikula matunda ambayo Mungu aliwakataza. Bwana Yesu Kristo asifiwe sana. Unayo roho wa Mungu aliondoka kutoka kwa roho zao. Yaani roho wa Mungu ajitenga na roho zao na wakafa kiroho. Na hiyo hali ya kufa kiroho ikasababisha dhambi kuingia ulimwenguni. Mwanadamu akawa sasa ako chini, yaani amekuwa mtumwa wa dhambi. Na Mungu alikuwa amejua kwamba ni Yesu Kristo peke yake atakayeweza kuokoa wanadamu kutokana na dhambi zao. Kwa hivyo wakati alikuwa anapatia wana wa Israeli sheria, alikuwa anajua kwamba hawataweza kutekeleza hizo sheria zake. Na ndipo akasema kwamba yeyote yule ambaye anataka kuwa chini ya sheria, amelaaniwa au ako chini ya laana. Ni kwa sababu hataweza kama kuzitimiza. Kwa hivyo atakuwa kama kila wakati ako chini ya laana. Bwana Yesu Kristo na asifiwe. Kwa hivyo nikataka kusema nini? Nataka kusema kwamba yaani ukitaka sasa kwenda kwa Mungu, yaani upate wokovu wako, kwenda kwa Mungu ukabarikiwe, kwenda kwa Mungu ukaweze kuponywa, kwenda kwa Mungu ukaweze kukombolewa kutokana na nguvu zote za giza, hauendi kwake kwa njia ya kuwa chini ya sheria. Kwa njia nyingine hauendi kwake kwa sababu unafuata sheria zile zilipatiwa wana wa Israeli. Unaenda kwake kwa imani yako ndani yake Yesu Kristo. Kwa sababu Yesu Kristo alipokuja alitimiza sheria zote, na baada ya kutimiza sheria zote akaziweka kando, akawa ndio mwisho wa sheria. Hakuja yaani kuondoa sheria. Yesu hakuja kuondoa sheria, alikuja kusitimiza, na baada ya kusitimiza kuziondoa, na akaja na sheria nyingine, sheria ambayo ni ya imani au neema. Bwana Yesu Kristo asifiwe. Kwa hivyo sasa Mungu anataka sasa tukienda kwake, tuende kwake kwa njia ya imani yetu ndani yake Yesu Kristo, lakini si kwa kufuata sheria. Kwa sababu tukienda kwa kufuata sheria tutashindwa, hatutaitimiza na tutakuwa chini ya ile laana. Mungu amenena kuhusu hiyo laana katika kitabu chake cha sheria. Bwana Yesu Kristo asifiwe sana. Kwa hivyo nataka kuambia kwamba sasa tuko wakati wa neema, si wakati wa kufuata sheria. Sheria ilikuwa iko na kazi yake. Kazi yake ni kwa sababu Mungu alipeana sheria kwa sababu wana wa Israeli wakati walipokuwa wakitoka Misri walikuwa wananungunika kwa sababu ya maji, kwa sababu ya chakula, na pia walikuwa wanataka kuabudu miungu mingine kwa sababu walikuwa wamezoea kuabudu miungu mingine huko Misri. Pia walikuwa wanatenda dhambi zingine nyingi, na Mungu akaona kwamba lazima awapatie sheria ya kufuata. Akawaambia kwamba mkifuata sheria zangu wakati wote mtakuwa na baraka, lakini mkikataa kufuata sheria zangu wakati wote mtakuwa chini ya laana. Na alikuwa anajua kwamba kila wakati watakuwa chini ya laana, lakini alikuwa pia anawapatia njia ya kujiondoa katika laana. Wakati wanajikuta kwamba walikuwa katika laana, alikuwa anawapatia njia ya kutoka katika hizo laana, wanatubu dhambi zao. Kuna ile njia Mungu aliyopatia ya kutubu dhambi zao na pia kurudishwa tena katika uhusiano wao na Mungu. Bwana Yesu Kristo na asifiwe. Ukisoma kitabu cha Warumi 8 kuanzia mstari wa 1 unaona kwamba kile sheria ilishindwa na kufanya, Mungu alitenda kwa kumtuma Yesu Kristo, na ndiye alikuja na kuitekeleza. Bwana Yesu Kristo na asifiwe sana. Na tena kuna hii sheria ambayo ni ya Roho wa Mungu imetuweka huru kutokana na hii sheria ya dhambi ambayo inaleta mauti. Bwana Yesu Kristo na asifiwe. Kwa hivyo nataka kuambia kwamba usitake kwani kuenenda kwa Mungu, kwa sababu namwambia kwamba
utafuata sheria za zamani, utatoa sadaka ya damu, utafanya hii na kile kimeandikwa katika sheria ya Musa. Ukienda kwake kwa hiyo njia, nakwambia kwamba Mungu anakuambia kwamba ako na njia moja tu anayeelewa. Ni njia ambayo Yesu Kristo alikuja nayo. Yesu alikuja na imani na alikuja na neema. Bwana Yesu Kristo asifiwe sana. Damu yake peke yake ndio ile sadaka Mungu anaiona. Ndio ile sadaka Mungu anaikubali. Ndio ile sadaka Mungu anajua kwamba inaweza kutuondolea laana za kila aina, kutuondolea dhambi za kila aina, kutuondolea uovu wa kila aina, na kutuondolea yani katika utumwa wa kila aina. Ni hiyo damu ya mwana wake Yesu Kristo peke yake, na ndiyo yeye mwenyewe anaiona. Bwana Yesu Kristo akubariki. Mungu akubariki sana. Amen.